Bwana, kitu nguvu hapa hii wanaita Deadly Reckoning. Acha tuingie katika filamu mwenyewe tuweze kujua ni kitu gani kinachozungumzwa. Leo tupo na mtaalamu wetu ambaye anaitwa Scott Adkins. Mtaalamu huyu jamaa ana uwezo wa kucheza filamu za aina zote, sio upiganaji tu. Sasa leo ana filamu nyingine hii hapa ambayo imetoka mwaka 2020, Deadly Reckoning. Mimi naitwa DJ Mark, Machine mzo idara ya ACC production kama kawa kama da kama kawaidas. Sasa picha yetu inaanza hapa. Huyu ni chief, ni mkuu wa mapolisi na anasema ana information ya mtu mmoja ambaye alikuwa ni gaidi aliyetega mabomu katika barabara ya treni katika nchi ya Marekani katika jiji la New York. Sasa anampisha mzungumzaji wa FBI, kitengo ambacho kilimfuatilia huyo gaidi aliyetega mabomu katika jiji la New York na kupelekea kusababisha vifo vya watu wengi sana. Lakini huyu bwana baada ya kushikwa amefia katika mikono ya jeshi la polisi akiwa anahojiwa. Mtu huyu amesababisha uharibifu mkubwa sana katika jiji la New York, hususan katika barabara za treni, subway zile. Mtu huyu alishikwa akiwa anahojiwa, alisababisha matatizo na hatimaye alikufa. Sasa mtu mwenyewe ndio huyu. Polisi tunaona ameingia katika chumba ambacho yeye ndio alipo na alikwenda kumnasa. Sasa kuna mtu mmoja alikuwa anasikiliza taarifa akiwa hapo bar, taarifa za huyu ambaye anazungumzia kuhusu babake. Mtu huyu anaitwa Scott Adkins, anazungumziwa na babake. Polisi amemnasa mtu huyu akiwa anamhoji, akafa katika mikono yake. Sasa anasema hizi habari ambazo mimi nazitoa ni habari za ukweli kuhusiana na huyu mpuzi aliyesababisha mengi makubwa na vifo vya watu wengi katika jiji letu la New York City. Ametega mabomu na mtu huyu ni mshenzi, amekufa katika mikono ya polisi kwa sababu alikuwa na kisu na alitaka kumzuru. Kuna diki zako flash, umeiflash. Sema nataka majina, nataka na pesa. Pumbavu zako Polisi yule alikuwa anamsema vibaya sana huyu gaidi, na huku tunaonyeshwa tukio zima la huyu gaidi kufa kwake. Waandishi wa habari walikuwa na hoji, sasa inakuwaje huyu mtu amekufa katika mikono ya polisi na wakati hakuwa na bunduki yoyote? Anasema mtumiwa alikuwa na kisu cha buchani na alikuwa anataka kumzuru polisi na polisi ilibidi afanye kazi yake. Unaitwa Todo Bushati, leseni yako ime-expire. Kumbe una familia. Sasa hii picha nitaichukua ili niweze kufuatilia ukoo wako. I think I'll just keep this one. Huyu jamaa alikuwa na hasira sana baada ya kuambiwa picha familia inachukuliwa. Alichukua kisu, akataka kumzuru polisi. FBI akamtandika. Sasa huo ndio ukawa ni mwisho wa huyu gaidi aliyetega mabomu katika barabara treni katika jiji la New York. Anasema maajenti wetu wanafanya kazi vizuri na wanawajibika vizuri sana kwa magaidi kama hawa. Lakini huyu jamaa alijisikia vibaya sana. Alishikwa na hasira pindi babake alivyokuwa anasema vibaya na aliapa kulipiza kisasi. Wana kitu wanakiita Deadly Reckoning. Naita DJ Mark, naita Machine idara ya ACC production. Baadaye tutapata kuona ndege na hii kama siku ya pili na yule msemaji wa FBI, msemaji wa polisi ambaye ametoa maelekezo mengi kuhusiana na gaidi aliyeuawa katika mikono ya polisi. Leo alikuwa yuko na safari, yuko na mkewe, ni mtu mwenye pesa zake, wako katika ndege, anaendesha mwenyewe na huyu ni mkewe ambaye ni wasafiri tu wawili wanasafiri na hiyo ndege. Sasa mama anarekodi, anamfahamisha mtoto wake wamechelewa lakini wanakuja. Mtoto wake anaishi katika kisiwa kimoja kinaitwa Naktak na anamwambia tunakuja hivi punde, lakini pindi anapomaliza kumtumia ujumbe mtoto wake kupitia video, ndege inapata matatizo na huyu msemaji wa polisi anapoteza maisha na mke wake na mbwa wao. Kisiwa ambacho alikuwa anakwenda ni hiki kinaitwa Nantucket Island, na hii ni baada ya miezi 6 tokea tukio la ile ndege kudondoka na kupoteza maisha, na ni nyuma kidogo baada ya huyo askari kutoa maelekezo kuhusiana na swala zima la gaidi aliuawa katika mikono ya polisi.
Ili eneo linaitwa Alta Rock. Ni sehemu kunako mawe nje kidogo ya mji, sehemu ambako karibu na pwani, na hapa kulikuwa kuna tafrija ya vijana. Sasa hivi ni wakati wa kupiga makofi. Piga makofi! What's the name of the game? Hivi game tunaicheza ni ipi? Tampa. Na kwa nini tunacheza? Tunataka tuzibuke. Jamani, angalieni basi hizo lugha zenu. Funga mdomo wako wege. Continue. Tuendelee. Wamezingua. Unabidi unywe. Ukizingua katika huu mchezo inabidi upige fundo la pombe. I'll never keep up without Tilly. Anasema staki ni leo mpaka Tilly aje. Staki nijisikie vizuri. Tilly ndio huyo hapa anakuja na baskeli katika ile eneo kwa sababu leseni yake imefungiwa kutokana na ulevi. You're my ride. Anasema tokea wazazi wake wamefariki dunia. Tokea wiki ya wazazi wake kupoteza maisha amekuwa ni mlevi mpaka leo. Tilly ni huyo hapa. Wazazi wake ni wale waliodondoka na ndege. Babake alikuwa ni msemaji wa kitengo cha FBI katika jiji la New York, na hatimaye alipoteza maisha. Dear Tilly, tuko hapa kwa ajili yenu. Mara anakuja rafiki wa huyu bwana, anasema rafiki yangu Nico amekuja. Nico ni rafiki na huyu jamaa ambaye ndiye kaandaa tafrija. My man, inakuaje? And the success of your acquisition of contract. Alikuwa anatambua kwamba hawezi kuja, lakini kumbe amekuja bomba sana. Hebu njoo kwanza vizuri tuje kupiga pombe huku, tuje kuvuta bangi. Niko ameleta na bangi. Jamani, mngependa kidogo mumtambue ni Samu wangu huyo hapa. To Oxford boy to introduce. Ni Oxford boy. Ni kijana ambaye anaonekana ni handsome, ni mzuri, driver taxi. Ameleta bangi, ni driver taxi. Na driver taxi mara nyingi anajua mambo mengi sana. Congratulations. Hongera sana. Colombia, it is a real nice school. We haven't seen you around before. Lakini hatuja kukuonaga hapa miaka ya nyuma. But my first Ultra Rock thanks. Anasema sikiza, mimi ni mara yangu ya kwanza kufika katika hili eneo hapa. Lakini mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 katika chuo ambacho kinaitwa Colombia. Na chuo hiki kinapatikana hapa katika hichi kisiwa. Kwa hiyo ni mara yake ya kwanza kujumuika katika tafrija kama hii ya vijana ambao wanaishi katika ile eneo. Mara nyingi katika miji yoyote ile kutakuwa kuna wazawa, alafu kutakuwa kuna wageni. Sasa huyu bwana alikuwa ni mmoja kati ya wageni, na wengi wao ambao wako hapa ni wazawa katika hichi kisiwa. Maana hiki ni kisiwa. Binti anarudisha chenchi. Amekunywa sana yani. Anatapikiana. Sasa anapaswa mtu arudishwe nyumbani. Anasema mwenyewe anahitaji kurudi nyumbani. Would you prefer my escort? Sasa kama vipi nikusindikize? I'm sober, I can give a ride. Anasema unajua nini? Mimi niko vizuri. Acha mimi nimpeleke. Anasema ina shida, wewe kaa tu hapo, endelea kufurahi. Acha rafiki yako anipeleke. Basi chukua na mzinga, utafurahi ukiwa nao njiani. Hamna noma shosti. Sasa driver taxi ameamua kumrudisha nyumbani Tilly. Tilly ambaye kapoteza wazazi wake wawili wote kwa ajali ya ndege. Na marafiki walikuwa wamemwalika ili hata ajisahau, kwa sababu Tilly amekuwa ni mnywaji kupindukia baada ya wiki ya kwanza kupoteza wazazi wake. Lakini anasema rafiki yangu namwamini, si mtu mbaya. Ni kijana ambaye ana akili zake, ni kijana ambaye ni mwelewa, hawezi kumfanya chochote shosti wako. Okay. Basi waliobaki burudani zinaendelea, lakini huyu wana aliendelea kumwangalia rafiki yake anavyompeleka Tilly, msichana mmoja mrembo sana. Alipotezea kwa sababu alijua hakuna chochote kitakachoweza kuendelea. Sasa njiani stories zinaendelea wakati binti anapelekwa nyumbani. So embarrassed. Aibu. Let's do it. Kawaida. Puking when they meet you? No, giving someone a ride when they really... Anajiona ni aibu sana alichokifanya leo. Ameelewa kupindukia na ameshindwa kuwa katika starehe zile, na anaamua kurudi nyumbani. Kweli baskeli isingeweza kumpeleka nyumbani. Kunywa, anasema hapana, siwezi kunywa huku nikiwa naendesha. Na binti mwenyewe alikuwa anakunywa hovyo, akakutwa anaendesha gari huku amekunywa, na sheria za nchi haziruhusu. Kwa hiyo akapigwa pini leseni yake, na ndio maana anaendesha baskeli sasa. Lakini alimwomba jamaa afunge breki baada ya kuweza kuona kuna bwawa hapa la maji.
wamezungukwa na bahari, na hii ilikuwa ni sehemu ambako ni ya bahari pia. Binti anavua, si unajua tena mtu kishapiga kinywaji ajali. Huyu jamaa ni mara yake ya kwanza kuonana naye, lakini ni mara yake ya kwanza pia kumuingiza katika gari yake, na ni mara yake ya kwanza kumsindikiza. Akujali bwana, kinywaji bwana hatari. Binti akaingia akiwa uchi wa mnyama, akaingia kwenye maji. Njoo basi. Hapana, mimi niko vizuri, usijali. Aya, bonge la demo, alafu nilita kwenye maji, napata shungu mimi. Napata shungu. Binti anatoka uchi wa mnyama, anakokota nguo yake ambaye alikuwa ameitupa katika maji. Jamaa aliona binti yuko na baridi kwa sababu kaingia kwenye maji, akatoa koti yake ama sweta ili kumvisha. Anasema lazima utajisikia baridi. Anasema hapana, maji yalikuwa ni ya moto, kwa hiyo wala usijali. Ni kawaida. Lakini mbona hujaja kwenye maji? I can't swim. Siwezi kuogea. Live on an island still. Yaani wewe unaishi katika kisiwa alafu huwezi kuogelea, ni akwaje? Maybe you could teach me. Na imani utanifundisha. I'd like to. Anasema sio mbaya. Naweza nikakufundisha, sio mbaya. Demo anamwangalia mshikaji, anabaki kucheka mwenyewe, ni handsome. Kwa hiyo madada lazima wababaike kidogo, wenyewe wanajua vigezo vyao. Kwa hiyo mshikaji alikuwa anawakonga sana mabinti, yaani ni sukari ya warembo. So all those guys at Alta Rock, are they all your friends? Sasa akauliza, wale jamaa wote ni marafiki zako? Alisema yes, wale ni jamaa zangu, na mara nyingi huwa tunakutana pale majira kama haya. Kama utahitaji lifti muda wote. Anasema sasa mna shida, sio mbaya. Na mimi chukua namba yangu ya simu. Kama utahitaji kunipigia, wewe nipigie tu simu muda wote. Jamaa anapewa namba bila kuomba. Jamani, hizi bahati. Watu wanazaliwa na bahati bwana. Wengine tuna nuksi wale balaa. Akaambia sina shida. Kila la heri na nikutakia usiku mwema bibie. Nini tena? Niko najua nataka busu. Akachukua kinywaji chake alichopewa na mshikaji. Alimwambia kama mbali na matatizo brother. Mbona mna shida? Bye. Demo anakuaga mara mbili, basi ujue kuna kitu. Cheki. Jamani. Yaani demo kama akupendi akishakwambia kwaheri akiwa ndani ya gari, akitoka atake ajulikane ametoka kwenye hiyo ndinga ama ulikuwa naye. Yaani ananyosha, yaani ni baru tari. Lakini demo akiona kwa gaga mara mbili, mara anageuka mara hivi, basi huyo anakupenda, na hata ajali watu kama wanamwangalia, basi wenda pia anapenda sana watu waone alikuwa na nani. Sasa shangazi anamsubiri. Where do you think you're going? Sasa unaenda wapi? Unanyata, unafikiri mimi sijakuona? Almost called the police. Ilikuwa nusura niwapigie simu polisi kwa sababu haujakuja nyumbani mapema. Ameshindwa kurudi nyumbani mapema mpaka bibi alitaka kuwapigia simu polisi kuwafahamisha kwamba amepoteza huyu mtoto. Hey, Aunt Jenny. Shangazi, All them. samani, unajua nilienda mbali kidogo kwenda kufurahi, na kule namba za simu ama simu hazipatikani. Alisema ndio, unajua ulipokwenda napafahamu kwamba sio pazuri, na ndio sababu yame kupiga simu. Jennifer is just as worried as Jennifer, lakini huyu ni kama mamako, lazima akujali. look. Anasema ninahitimu shule msimu huu, And na baada ya hapo nitenda chuo. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji niogelee. Naona ndio maana hata uko mbichi. Sio mchezo. Unaoga na nguo zako eh? definitely not something Mom. Anasema mbona unaongea kama mamangu? What'd you say about a DUI? I don't know. She's dead. Anasema mamangu amekufa License. na wewe una leseni ya kwanza kunipelekesha. Lakini huyu ni kama mama yako, ni shangazi yako. Nenda kaoge Jennifer. Binti kamletea maneno ya hovyo shangazi ya kutaka kufanya chochote. Alimwambia nenda kaoge tu. Ni mtoto wa kakake kama mtoto wake, na bahati mbaya shangazi ya kupata kuwa na mtoto. Kwa hiyo huyu ni mtoto wake. Shangazi ana chini yake sio ana bracelet imeandikwa sanity. Akachukua chupa, anafungua mlango, anatoka kwa uwani, anamwangalia. Night now. Anamwangalia mtoto wake maskini anavyoingia chumbani kwake. Anakaa katika ghorofa ile upande wa huku nyuma. Yes, but Anajisikia vibaya sana kuona huyu mtoto yupo katika mazingira kama haya, na amejaribu sana kumrekebisha aache tabia ya ulevi, Chris, asijisahau sana, kwa sababu eti wazazi wako wamefariki na yeye ndio awe hivyo.
Huyu shosti wake alimwambia wala usijali, nilikuwa hapa kwa ajili yenu. Huyu mwanamke mwenye asili kama ya Mchina si ndugu wala si mtu wa karibu, bali ni rafiki aliyeshibana sana na shangazi, na yuko hapa kwa ajili ya kuwaliwaza. Amekuja kuhamia hapa baada ya shangazi kumwomba aje kukaa naye. Anakuja mpelelezi mmoja katika mji huu wa Nanket, yani kisiwa cha Nanket, na huyu mpelelezi ndiye yule ambaye tumeweza kumwona amepambana sana na yule gaidi ambaye ameuawa. Kwa hiyo huyu ndiye aliweza kumuua yule gaidi ambaye inasadikika alitega mabomu katika eneo hili. I'm FBI. Mimi ni FBI. Naitwa Richard. Sasa nimekuja hapa kwa sababu na maswali nataka nikuulize. According to my reports, this is the Ripoti yangu inasema hii ndio sehemu ya mwisho Gardners pamoja na mke wake kuchukua ndege yao na kuruka. Kwa hiyo nafikiri kuna kitu ambacho kilitokea hapa kabla ya kuruka. Really? Alisema yeye namfahamu Gardner, namfahamu na mke wake. Sasa je, naweza nikaona chochote kama CCTV ama habari zozote zile kabla ya Gardner kuchukua ndege yake na kuondoka, kwa sababu hili ndio eneo la mwisho uwepo yeye na mke wake kabla ya ajali. Alisema chochote unachokihitaji, hamna shida, na kama unahitaji recordings kule nyuma, recordings za CCTV na ripoti zote ziko hapo. Kwa kila anayekuja, basi ripoti ilikuwa imeandikwa hapo. Well, don't look so disappointed. Asubuhi na mapema yule bwana mdogo anakuja kumuona yule rafiki yake. Anakaribishwa. Amevutiwa sana na yule rafiki yake. Asubuhi na mapema alikuja kuuliza hali. Na pia binti alikuwa amempigia simu aje kumchukua. Nimevaa hizi nguo kama daktari, nimejitolea kujisaidia, yani kuwasaidia baadhi ya wagonjwa katika hospitali. Kwa hiyo mama amevaa nguo za kama nesi hivi, kwa sababu amejitolea kufanya kazi katika hospitali moja. Kwa hiyo alikuwa anajiandaa naye pia kuelekea ama anarudi katika majukumu ya kazi. Nico's here. Nico amekuja, alimwamsha sababu kuna mgeni amekuja, na huenda huyu mgeni alikuwa na miadi naye. Why'd you come? Eat. Naomba ule. my mother used to work here a long time. Alisema mamangu alikuwa anafanya kazi hapa. Your mother has very good. Basi mamako alikuwa amepapenda sana. Ndio, alikuwa amepapenda. Kwa hiyo amefariki. Pole sana. Wewe umetokea wapi? Grew up here. Mimi nimekulia hapa lakini nimezaliwa Albania. That's where the good looks come from. Na ndio maana umefanania na watu wa huko. Let's go. Transit. Ngoja nikusaidie basi. Nico told me he drives a taxi. Nico ameniambia kwamba yeye anaendesha taxi ili kulipia school fees yake. Sio mbaya. Shangazi baadaye. Huyu bwana mdogo anaendesha taxi kwa ajili ya kujikimu maisha yake na kulipa school fees na mambo mengine ya chuo ambacho anasomea. Ameenda kuazima baskeli, yani unakwenda unanunua ama kukodisha. Hapa wanakodisha baskeli ama unaweza ukanunua. Yani umeandika rental. Rental ni kukodisha. Kwa hiyo umekwenda kukodisha baskeli. Lakini ubinti ana baskeli yake. I'm gonna have to show you around. Huyu jamaa anasema ni driver taxi lakini hajui sana hichi kisiwa. Mdada ni mzaliwa hapa, anasema wala usijali, ngoja nikutembeze basi. Mshikaji kakodisha baskeli. Huyo wanatembea. Utamaduni katika hichi kisiwa ni baskeli. Baskeli ina utamaduni mrefu sana katika hichi kisiwa. Kwa hiyo ndio maana baskeli zinatumika sana hapa. Na mpaka kuna kampuni zinakodisha baskeli kama huyu bwana mdogo alivyokodisha. Basi mwenyeji wake alianza kumtembeza huyu bwana mdogo ambaye yupo katika kisiwa takriban miaka 3. Amekuja kusoma hapa. So how about the swimming lesson? No, I'll take a recheck. Alimtembeza huku na akamtembeza kule, akampeleka sehemu nyeti, sehemu muhimu, azione, azitambue, aelewe, na hata kumpa story ndogo ndogo. You're in Boston College. No, I'm not sure. You suggest. Alimuuliza ni kwa nini akuelekea katika chuo kimoja ambacho ni kizuri kinaitwa Boston. Akachagua Columbia ambacho ni chuo kinachopatikana katika hichi kisiwa. No. Alisema alipenda tu. Architecture? Alipenda kuja katika hichi kisiwa na amependa mazingira, amependa kila kitu. Kule deki msogea hapo. Mwamba anakuja, mwamba anapita. Kamsababisha matatizo binti. Puzi. Okay. Uko sawa? I'm fine. Niko sawa. Ngoja kwanza nikamkamata mjinga. Hey! Hey!
Hey! Wewe! Jamaa akakimbiza, baskeli imekuwa ngumu kumnasa. Jamaa ilibidi arudi kumcheki mchumba kwanza, ikoje? Okay. Uko sawa? Fine. Niko vizuri, wala usijali. Such a jerk. Huyu jamaa ni mshenzi. Him. Unamjua? Nimjulie wapi? Yaani ningemkamata yule angenitambua. I took some in high school. He was Albanian, Mimi nimetokea Albania. Sasa ilibidi waanze kutambuana vizuri. but he wants Tokea jana walikuwa hajazungumza mengi. In America, it doesn't matter. Alisema yeye ni mzaliwa hapa, lakini bibi yake ni kutoka katika nchi this is ya Italiano. Italiano, leader then. Say you're hata na mimi mwenyewe ukoo wangu umetokea upande wa Italiano. abbiamo una connessione speciale. Akazungumza lugha ya huko. Yule askari mpelelezi alikwenda katika CCTV na kuanza kuangalia mwanzo mwisho, na akaona kama kuna mtu ametoka katika ndege ya mheshimiwa rafiki yake kipenzi. Huyu mtu ametoka na kama kuna kitu amekifanya katika ile ndege. Sasa akamsubiria arudi ili amnase. Yes, lazima mchukue picha naone sura huyu mtu. Huyo hapa. Ameshaipata picha vizuri. Kwa hiyo huyu mtu inaonekana aliichezea ndege kabla ya safari ya marehemu, ambaye ni ule msemaji wa FBI. Akampigia simu bosi wake ambaye ndio mkuu wa polisi katika jiji la New York. Robert, nimemnasa mtu ambaye alichezea ndege ya bosi kabla hajaruka kuelekea Nanket. Na mtu huyu ameelekea Nanket na huenda anataka kulipiza kisasi. My goddaughter Tilly lives. Mtoto wa James yupo kule na huenda ameenda kupelekea kumuua hata na mtoto wake. Nahitaji msaada wako. Alimba sema shida. Meet me there as soon as you can. Sasa inaonekana kwamba huyu muuaji ameshamuua baba na hatimaye huenda anakusudia kumuua na mtoto. Na labda ni kwa sababu ya hasira zake kutokana na maongezi aliweza kuyazungumza marehemu kwa kumponda sana mhalifu na kusifia kazi ya kipolisi iliyofanywa. All day. Oho, binti kataka busu mwenyewe. Kamtwanga busu mshikaji. Na alikuwa anaagana sasa. Jamaa atarudisha basikeli ya watu na rudi nyumbani. Oh, shosti kaona. After grazie. Mille. Binti naye pia akajibu kwa lugha ya Kitaliano. Jamaa amini. Mtoto mzuri kama huyu basi anarudisha njenje ya watu. Dada amempenda mshikaji hatari. Kijana mzuri, mtanashati. Oh, hatari. Anaweza kawa mtana fulana, sio shati tu. Sense a new romance. Nimeona tu kwamba una bwana mpya. Kwani ingekuwa na bwana hiyo? Everything. For Columbia. Anasema haya, inabidi mfanye haraka kabla ujamaa wako hajamaliza chuo. Let's talk. Stories kaendelea kati ya shosti yake. Huyu ni shosti yake. Alikuja kumtembelea Mahomu. Hear about your new boy Nico. Achana na ule mdada ambaye ana asili kama ya Kichina ambaye ni shosti wa shangazi. Huyu ni rafiki yake ambaye tajana walikuwepo wote kule katika lile eneo la Alta Lock. Kule nje kidogo ya mji ambako walikwenda kuvuta bangi na kunywa pombe. Shangazi anamcheki mtoto wa kakake mazingira yake jinsi anayoishi na anataka kuhakikisha kwamba anakuwa katika hali ya usalama kipindi chote. Kisiwa cha Nantucket leo kuna meli kubwa inakuja. Meli moja kubwa sana na nzuri na ya kifahari, japokuwa ni ya muda mrefu kidogo. Lakini meli hii inaonekana kama ni meli ya kifahari na inabeba watu wengi na si mmoja. Meli hii inakuja na dereva peke yake na si mwingine ni huyo hapa ambaye tumeweza kumwona askari anasema anaelekea katika hichi kisiwa cha Nantucket na huenda anaenda kumfuata mtoto wa yule msemaji wa FBI. Huenda alikuwa anafanya kitu kama ulipizaji wa kisasi. Jamaa yuko na pesa nyingi sana. Ana milioni kama 5 za Kimarekani, bilioni kama 12 za Kitanzania. Akachukua noti kadhaa, haziwezi kuisha wala leo bilioni 12. Amechukua noti kadhaa, atalipia maegesho, atafanya kila kitu na hatimaye ataingia mjini kuanza kufanya maisha yake, lakini amekuja kwa kazi maalum.
Na huyu FBI ambaye amegundua kuhusiana na rafiki yake aliyekufa kwa ajali ya ndege, aliyesababisha ni nani na mtu huyu ameelekea wapi, na yeye pia anajiandaa kuelekea katika hichi kisiwa kumfuatilia huyu muuaji. Kijana huyu ambaye ni Toniko alipokea ripoti kutoka kwa kakake kwamba anamwita Marco. Holy Asiamini. Bonge la Bolt. Unalionaje zuri eh? Sasa huyu ni mtu na kakake. Kakake amekuja katika mji huu akiwa na meli yake mwenyewe. celebrate. Oh, tumekuja kusherehekea brother. Huh? Kitambo sijakuona. Get up to Dogo yuko hapa katika hichi kisiwa kitambo sana akiwa anasoma. Brother naye pia amekuja huku na ilikuwa ni muda mchache sana wanaonana. child, huh? Bwana dogo, naona umekuwa uko vizuri. Sio mchezo. Tunaonana miaka 5. Tunaongea kwa simu tu. Everything. Anasema mna shida, kila kitu iko sawa. Naendelea na masomo, namalizia mwaka huu. Change that. Basi hakuna shida mdogo wangu. Come on. Nimekuja kukuona. Hebu njoo kwanza tuzungumze. Stay coach. Ingia ndani, ingia ndani. All the guys are jealous. That's beautiful. Kakake ana pesa sana, lakini bwana mdogo yeye anasoma mwenyewe. Nobody's more excited than Wakati ule basi mashosti wako pwani. For a green card. He's already got one. Mambo yalikuwa yanaendelea kuwa sio mabaya. Wamekuja kutembea pwani kidogo, kuja kucheck life. It's different. Sasa wanamzungumzia yule kijana ambaye anaonekana kwamba ni mgeni, lakini anaonekana kumvutia sana shosti. He's real, you know? Anasema he is real, you know. I get that. Anasema hata mimi nimeona he is real. Country he's from? Lakini anatokea nchi gani? Si Marekani. Anamaanisha original yake Northern Italy. Northern Italy, Well, kaskazini mwa Italy. really hot. Kwa hiyo ni sawa sana bibi yako alikozaliwa, si ndio? To let him in. Hata kama ningekuwa ni mimi ningemzimikia kijana mtamu yule kama Makim. Tiketi naelekea Naktak. How you doing? Good, thank you. Mambo vipi? Lakini sio mbaya, haina haja ya kuwa na tiketi. Boy. Akaruhusiwa kupita baada ya kuweza kuonyesha kitambulisho, na yupo katika majukumu ya kazi. Yuko pwani na hatimaye anapanda boat kuelekea moja kwa moja katika kisiwa cha Natcat. Anaelekea katika kisiwa hicho kumfuatilia gaidi mmoja ambaye inaonekana amekuja kufanya jambo. Show me this video. Alisema nimeona kwenye video katika ile eneo What? kipindi cha mwezi kama huu, mwezi kama huu tarehe 4 huwa kuna sherehe katika ile maeneo ya pwani. Anasema ni kweli brother. Mwaka jana, hebu angalia sherehe yake jinsi ilivyokuwa maeneo yale. Ni kesho kutwa tu kutakuwa kuna tafrija kama hizi. Mbona watu jinsi wanavurundikana? 6,000 fat. Anasema hawapuzi, ni walevi, wanapenda kujisemea tu kila siku USA USA. Wanajiona yani mabongi ama jitu. Sasa inabidi tuwafundishe adabu. Huyu mwana mdogo pia naye amerisi kazi ya ugaidi ya babake. Babake tumesikia anafanya uhalifu na amefanya uhalifu wa ulipuaji wa treni zile za chini na amesababisha mauaji ya watu wengi. Wakati ananaswa akakataa kukamatwa na hatimaye amepigwa risasi, amekufa. Sasa na huyu naye anatafuta sehemu ambako anaweza kupata watu wengi kwa wakati mmoja, na ndio hii hapa sehemu pia kaiona, na amekuja kwa ajili ya kazi yake nyingine kama askari. Tuweza kumsikia akiwa anasema anataka kulipiza kisasi. Alichefukwa sana na maneno ya yule FBI kusema sema hovyo kuhusiana na babake, akamwonyesha adabu na mkewe amepoteza maisha kwa mujibu wa yule FBI, na huenda amekuja hapa pia kumfuata mtoto wake na yule FBI ambaye alikuwa ni msemaji wao, na istoshe pia kuna kitu kingine anataka kukifanya katika pwani ile eneo. Anataka kuwalipua watu wengi sana. Yes, safari ndio hii hapa sasa. Yule FBI anaingia katika kisiwa cha Natcat kwa ajili ya kufanya wajibu wake kumnasa yule mhalifu. It's nice to get here before the others. Anasema ni vyema tumekuja hapa kwanza, tumetangulia kabla ya wenzetu, tunaweza tukazungumza mengi, tukafanya mengi. Demu ndiye anataka boost kila wakati kwa huyu jamaa. You know, I don't know anything about your Lakini sifahamu sana kuhusu familia yako. I'm listening down here. Hebu niambie, nani unaishi naye? Siishi na mtu wote mwaka wa 3 sasa. Kwa nini unasema hivyo? I've been on my own 3 years. Anasema miaka 3 sasa naishi mwenyewe. Sina baba, sina mama. Father? Baba, Your mother? mama wako wapi? They all died. Wote wamekufa.
Oh, Mungu. I'm sorry. Pole sana. It's okay. Hamna shida. Hey, it's okay. Vipi, mbona uko hivyo? Hamna shida. Nimezoea kuishi maisha haya. Let me show you something. Ngoja nikuonyeshe kitu. Na binti naye wazazi wake wote wamekufa na sio miezi mingi. Na hii ilikuwa ni rekodi ya mwisho. Wazazi wake walikuwa wamewasiliana wakiwa njiani na hatimaye wakapata ajali ya ndege. Toba, hayo ndiyo yaliweza kujiri. That's horrible. Mbona imekuwa mbaya hivi? Da, pole. That was the last time I saw them. Hii ndo mara ya mwisho mimi kuona. See, Sisi sote tumekuwa ni mayatima. Una baba, una mama na mimi hivyo hivyo. you're like a veteran at it. So rookie. Lakini hamna shida, naendelea kuishi. And someone asked me about my parents. Sasa hivi nakaribia kama nusu mwaka hivi tokea wazazi wangu wameenda, nikajikuta nimeingia katika ulevi wa kupindukia. Mbona mimi sijaingia katika ulevi kama huo? Acha bwana. Demu akachukua tena mate. Jamani, mnakula madenda, kwa nini msiki kwenye sana na mimi mnikaribishe jamani? Watu ndio wameshaanza kuja sasa. Hawa walitangulia kufika na ndio maana nasema ni bora sisi tumetangulia, tunaweza tukamalizana na mambo yetu kwanza. Na ndio maana wakatambuana kidogo, si mbaya. Na mwisho wa siku wenzao ndio wanakuja hao. Fuck this. Hii sehemu mbaya kule. Saa mbaya hii mimi hata siizimiki hata kidogo. Prematurely forfeited any duties as a designated driver tonight. Oh, shut up. I'm perfect. Shit. Fuck. Mimi napachukia hapa mimi milima hii. Mawe ya mimi nachukia kama nini. Na huyu bwana anakuja kuweka shada la maua kwa rafiki yake kipenzi aliyezikwa katika hili eneo la kisiwa cha Nutcat. Huyu ni babake na mamake na ule binti aliyepoteza maisha. I'd like to thank Sasa amekuja kuhudhuria ama kuja kudhuru lile kaburi la rafiki yake kipenzi ambaye alikuwa ni msemaji wa FBI. Na mwisho wa siku alielekea katika kanisa ambako hapa kuna wanakikundi ambao walikuwa na matatizo, lakini kwa pamoja walishare matatizo yao na wameanza kuyatatua. Huyo hapa ana mwaka mmoja sasa baada ya kuweza kutatua matatizo ambayo yanamsumbua na matatizo ambayo yalikuwa ni ya yule mtoto wa kakake. Anashukuru kamati hii, anashukuru wanachama wenzie kwa kuweza kukaa naye karibu, kwa kuweza kusaidiana hili na lile. Yule afande baada ya kuweza kumuona yule mama, alimvizia mpaka anavotoka. Mambo Jenny? Mambo Richard? Sorry, I didn't. Bwana samahani, sikutaka nikushtukize. Lakini mbona hujanipigia simu kama unakuja? Jen, I have some disturbing news. Najua kuna habari kidogo ambayo si nzuri, nataka nikueleze. He salvaged James's aircraft. So unafahamu kwamba ndugu yako aliondoka na ndege. Na ile ndege ilionekana kama vile ni ajali, itilafu imetokea. Tador Bashat. Hivi unakumbuka kuna mtu mmoja anaitwa Tador Bashat? Yule jamaa ambaye alikuwa ni mtumiwa wa mabomu ya ardhini, si ndio? Aliyelipua treni. Unataka kuniambia? It's the public face. Sasa nataka nikuambie kitu. Yule bwana amefariki dunia. Na alivyokufa mtoto wake nafikiri analipiza kisasi. Na mpo katika hatari sana na amekuja. Labda umeweza kumuona huyu mtu karibu yako? That he had unauthorized access to James's aircraft the day before it took. Sasa mimi na imani huyu ndiye aliweza kutega mabomu ama kurekebisha ndege, kuifanya sivyo, akaitia itilafu kabla ya ndege hiyo kuondoka, na ndiye alisababisha kifo kwa James. Akaomba mrushie hiyo picha. How is Tilly? Tilly anaendeleaje? As well as can be Tilly kwa sasa hivi kidogo afadhali, alikuwa ni mlevi pindukia, lakini amepata mpenzi mpya. Na mpenzi huyo ana asili ya Ulaya Mashariki. Jamaa kidogo kashtuka. Na Neymani ndiye anemgeuza sasa hivi kuwa katika mazingira mazuri. Amebadilika kidogo. Simba, vipi picha imeingia? It's been a nightmare since now. Who knows what's next? Did it go through? Ngoja niangalie. Got it. Imeingia. You know where to find me. If you see anything, Basi wapo kama ukiona chochote, call me. naomba nipigie simu. Huyu mtu si mtu mzuri. Na huenda amekuja kwa ajili ya kuwafuatilia nyinyi. Kwa
Kweni makini sana. Katika hichi kisiwa huwa kuna tarehe ya 4 ya mwezi huu, huwa kuna sherehe, na sherehe ndo zimeanza. Kesho ndio siku rasmi, leo siku ya tarehe 3. Kwa hiyo watu ni wengi, wameanza shamra. Nafikiri ilikuwa labda ni Independence ama ni chochote kile ambacho kilifanyika kikubwa, na leo ilikuwa ni kama kumbukumbu zake. Kwa hiyo ni siku kuu, meza zinaandaliwa watu, kwa sababu watakuwa ni wengi. Watu watakunywa, watu watafurahi, kwa sababu ni sikukuu kama sikukuu. Hawa nao walikuwa wametoka, wameelekea pwani, wakaendelea kuzungumza. Wakati ule afande sasa alimfuatilia ule binti na hatimaye alipata kumwona yuko na mchumba wake maeneo ya pwani. Na huenda huyu ndio mchumba ambaye aliambiwa na shangazi kwamba ndio mchumba anaye kidogo kumweka sawa huyu binti, kwa sababu alikuwa ameingia katika matumizi ya ulevi ama matumizi ya pombe kwa kiasi kikubwa, na huenda zingeweza kumpeleka pabaya kutokana na mawazo yanayomsumbua. Hey, get off my beach! Yeah, tokeni katika bichi yangu hapo. Get off! Hiyo ni bichi yangu. You yelling at now? Unampigia kelele nani? Take another. Hawa. Leta kinywaji kingine. Here. Whatever. It's America. It's every. Sikiliza, hii ni Marekani. Bichi yote ni ya kila mtu. You see the sandball on the grass? Wewe mwanamke, umeona kwanza hizo kokoto zilizokuwa hapo za kwangu? Yeah. Eneo langu. Hilo ni eneo langu. Kama unataka kwenda bichi, elekeni kule kwenye maji. Lakini hapo katika hizo kokoto na eneo hilo lote mimi ni la kwangu. Muondoke. Hiyo ni Marekani yangu. Yeah. What? Unajua nini? Let's go somewhere else. Tuelekee sehemu nyingine. I'll show you my America. Nataka nikakuonyeshe Marekani yangu. Huyu mzee sikasema Marekani yake ni hii hapa. Eneo lote la pwani si eneo ambalo linapaswa kumilikiwa na mtu yote katika nchi ya Marekani. Ni eneo ambalo linaitwa la Marekani. Kwa hiyo ni eneo ambalo kila mtu yuko huru kuweza kufanya chochote. Umeona? Lakini ili mradi asivunje sheria. Sasa na huyu bwana anamwangalia mdogo wake alipokuwa na ule mtoto wa kike. Alikadhalika naye polisi naye amekuja katika maeneo haya, anamchungulia mtoto wa kike juu ya huyo mpenzi wake mpya. Cha kwanza kilichomvutia ni kusikia kwamba mpenzi wake mpya ni mtu kutoka Ulaya ya Mashariki, na Mr. Tado Bushati alikuwa ni mtu kutoka Ulaya ya Mashariki, na ana mtoto wake ambaye ndiye amekuja kulipiza kisasi. Lakini alipomwona huyu kijana alikuwa fanani kabisa na yule kijana ambaye huenda ndiye amekuja kumtafuta, ambaye ni mtoto wa Tado Bushati, ambaye yeye mwenyewe huyo FBI anayefanya uchunguzi ndiye aliyemuua. Sasa wanaingia katika hii klabu, na hapo ndipo katika Amerika ya huyu jamaa. Lakini binti kasema hii klabu inamilikiwa na shangazi yake, yani shangazi anaishi naye, hii ndio klabu yake. Sasa mshikaji amemleta katika klabu bila kujua kwamba hapa ni nyumbani pia kwa huyu binti. Huyu binti alikuwa apendagi kuja huku kwa sababu hatakiwi kuwa mlevi. Akiingia huku hawezi kupata kinywaji chochote, sababu shangazi hataki huyo awe mlevi. Mshikaji ana marafiki kama wote ni wanafunzi wenzie wanaosoma katika chuo cha Columbia. Pita huku, amekuja na bunge la mtumba. Jamani, piga kelele. Okay? Uko sawa? Lakini My house. nabe niko sawa, mna shida. Shangazi akiniona hapa lazima atanizuia nishinywe. Rafiki wa shangazi. Jamani, mnaweza kucheza lakini huwezi kunywa. Umeona nilikwambiaje? I'm Chris. Jamani, mimi naitwa Pace. Partner. Huyo ni rafiki wa shangazi. Tunaishi naye home. Enjoy our Bulgarian meat. Jamani, anaitwa Niko, jina la Bulgaria. Acha mimi niende. Jamaa yako mzuri. Hey. Runs the family. We, hebu leta ninywe. Sikashaondoka wewe. Akachukua kinywaji kingine, wakaendelea kuchapa pombe. Ilikuwa ni kubadilishana chupa tu, anakunywa mdogo alafu anampa. This song is Jamani, kaeni mkawakula. Hii nyimbo ni kwa ajili ya Niko na Till. Ha! I guess we should dance. Sasa naye tukacheza ama ni aje? You know I can't dance.
Yaani na imani kabisa huwezi kucheza. Nilijua uwezi, kumbe unaweza. Wow. You make me feel good. What? Nimejisikia furaha sana. Sijawahi kuwa na furaha tokea wazazi wangu wamefariki dunia. Thank you. This is the first time since losing my parents that I feel alright. Anasema hii ni mara yake ya kwanza kujisikia furaha, kujisikia sawa tokea wazazi wake wamepoteza maisha. Wow. Pole sana. So how's my dancing? Amazing. Amazing. Rafiki wa baba ule mtoto anaendelea kuchunguza mienendo ya huyu kijana juu ya huyo mtoto wa kike. Lazima kutakuwa kuna jambo huyu kijana kuwa na ukaribu na huyu binti. Anataka kuunganisha huenda katika kesi. Kama ni kijana kutoka Ulaya Mashariki na ule mzee alikuwa ni Todo, Braza anakasirika kweli kweli. Braza anakasirika huku kwa nini amekuwa karibu na huyu mtoto wa kike. Na yeye pia yuko hapo. Akachukua malaya akasepa naye. Shangazi yeye yuko nyumbani, ni mmiliki wa ile bar. Muda wote alikuwa na wasiwasi na yuko dirishani kuangalia kama mtoto wa kakake anakuja saa ngapi. Ndo karudishwa sasa. You're American. Nimependa sana Marekani yako. Itabidi siku moja tuende tena. Ngoja kwanza. Oh, God. Oh Mungu. Oh, she's adorable. Jamani mzuri huyu mbwa. I know it's not a big deal, but she was the happiest puppy at the shelter. Ana imani kabisa kwamba huyu mbwa akichukuliwa na huyu binti itapendeza zaidi. Of course. Of course. Mpe jina basi. No? Yeah. Sasa hivi ndio. Know better first. Don't worry, we'll figure it out. Wala usijali, wewe ita jina lolote. I like that very much. Nimempenda sana huyu mbwa wako. But Johnny doesn't do dogs. Basi tumwite Jenny. Allison, and she's stuck with me. Ni jina la shangazi yangu. Namchukia sasa, ngoja tumpatie hili jina huyu mbwa. Forget I live with 10 dog sitters. Basi usijali. Inabidi tumlete siku nyingine hapa kwa kuanza kuishi naye, si ndio? I love her. Nimempenda. Means a lot. Asante sana. Amemrejeshea furaha, kwa hiyo ni lazima mshukuru. Alimwambia asante. Asante sana. Umenirejeshea furaha. Najisikia raha sana yani. Bado mienendo ya huyu kijana inaendelea kufuatiliwa. Wakati anaondoka kuelekea katika maeneo yake, yule afande wa FBI yuko nyuma yake. Wakati ule binti anaingia ndani. Thank God you're back. Nashukuru umerudi. Tell you this over the phone. Maana hata simu yako sasa hivi unazima tu. Your godfather came to see me today. Lakini mtu wa karibu na babako amekuja kuniambia leo kitu. Kwamba babako na mamako wameuawa. An act of revenge. Na ilikuwa ni act of revenge. Kisasi, ni ulipizaji wa kisasi. Richard thinks it was this man. Hivi huyu mtu ushe kumwona? Hapana, sije kumwona. He thinks he could be a danger. Anafikiri sisi tuko katika hatari, urafiki mkubwa wa babako ambaye ni askari mwenzie. Mama alikuwa na wasiwasi sana kwa sababu alishaambiwa na wale afande huenda kuna hatari sana juu ya maisha yao. Kwa hiyo wao wanajihadhari sana. Sababu huyu mtu amekuja katika mji na huenda amekuja kusababisha jambo. Sasa yule mwana mdogo baada ya kumwacha yule mchumba akaelekea pwani ambako braza yuko na meli kubwa. Kwa hiyo ameenda kumpa kampani ya kukaa naye, kunywa nini na mambo mengine. Yeye arudi tena katika nyumba aliyopanga. Sasa braza huko anafanya yake. Toba. Bahati mbaya. Remote iko mbali. Mungu wangu Stop! Watoto fichini macho. Ow, it doesn't feel good. Stop! Mshikaji anakuja ndani na shangaa braza yuko katika harakati hizi. Dogo acha uoga. Wewe malaya ondoka zako basi. Sasa naondokaje sijafaa? I need to get dressed.
Malaya, kwani unajali nini? Una aibu sasa? Yes. Kila mtu unampa. Toka zako uchi huko. Come on. Dogo njoo. Njoo kae tuzungumze. You asshole. We mshenzi wewe. No. Come on. Niko njoo wewe. Kaa chini. Tuko vizuri? Yeah. Ya, tuko vizuri. Yule mdada anatoka nje. Miss. Dada, Your hands off. wewe achana na mimi. Take it easy. Tulia. Mimi ni FBI. I'm not gonna hurt you. Sitaki nikuumize. What is this, a bus? Sasa ndio nini? Bust. I just... Sikiliza, sio kwamba kuna matatizo yote mama. Nataka nikuulize maswali. Hapana, mimi malaya tu. Unaniuliza maswali ya nini? Mimi ni malaya. I just need to talk to you about who's on... Sasa nataka nijue ni nani ambaye anamiliki ile boti. What's your name? Kwanza jina lako nani? It's Rebecca. Naitwa Rebecca. I need to talk to you about who's... Nahitaji kuzungumza mtu ambaye mwingine alibaki katika boti. What were you doing on that boat? Na ulikuwa unafanya nini katika ile boti Rebecca? The last thing I remember is being in the club. Kitu alichokuwa nakumbuka, alikuwa kwenye club That foreign hair. na kulikuwa kuna mtu ambaye alikuwa ni mgeni yani. Is this... Ndiye aliweza kumchukua. Ni huyu. You told me he had a nice boat. Ameniambia ana boti nzuri. He said to me. Na ameniambia kwamba atanitreat vizuri. Ah. Akasema atanigea pesa za kutosha. Lakini nilichokutana nacho huyu mshenzi amemtimua kama mbwa. He called him Nico. Alafu huyu mtu anaitwa Nico, sijui nani, sijui ana mdogo wake sio anaitwa. Ani hata simuelewi. Is there anyone else on board that boat? Kuna mtu mwingine ambaye yupo katika ile boti? Well, Do me a favor and keep this conversation between us. Sasa sikiliza. Wanna get... Haya ni mazungumzo yetu kati yangu mimi na wewe. Asante kwa kuniambia yote na usimwambie kama umezungumza na mimi. also Hamna shida. thing. Hamna tatizo, acha mimi niende. Kamfahamisha ni kweli kulikuwa kuna mtu huko ndani ndiye aliweza kumkaribisha katika hiyo boti. Kwa hiyo sasa afande anajua kuna Niko ambaye kaingia ndio huyu. Alafu kuna mtu mwingine ambaye yuko humo ndani ambaye ndiye mwenye hiyo boti. Kwa hiyo humo ndani kuna watu wawili. Who's this infidel bitch? Nataka nimfahamu huyu malaya ambaye nimekuona naye ukiwa bichi na hatimaye kwenye club. Hey, you know... Sikiliza, mimi nikakako, lazima nijali maisha yako wewe. Usifikiri kama nilikuwa sioni kile ambacho nakifanya. Sasa nataka nijue yule malaya ambaye ulikuwa naye beach. She can talk. She's a risky. She never... Yule ni hatari kwetu. What? Hapana, je kunisaliti. Kwa nini? Kwa nini asikusaliti? Yeye ni Marekani. Yeye yuko tofauti. Little brother. Labda ni kwa sababu ya udogo wako huwezi kufikiria mengi. Another talk. Sisi ni wageni hapa, si ndio? Mama yako alifurushwa katika nchi hii kama mbwa, kama unakumbuka. So tell me. Sasa hebu niambie yule mwanamke ni nani ambaye uko naye karibu? She's just a local girl. Yeye ni mwenyeji tu katika ile eneo. Good. Vizuri. And she can take you to the fourth party with her friends and... You bring the fire. Sasa huyu anaweza akatupeleka katika party na marafiki zake kule ambako watakuwa wengi, alafu tunafanya kazi yetu ya kuwalipua wote. Sasa kesho tunahitaji gari kwenda na hiyo sehemu tukawalipue wote. Huyu ndo atatusaidia sisi kufika katika hiyo party kwa marafiki zake tukawalipue. I just finished a 24-hour shift. I need rest. Na anasema amefanya kazi kwa masaa 24, kwa hiyo anahitaji kwenda kuvua nguo, Tomorrow. aoge. Lakini kesho tuna kazi ya kwenda kuwalipua watu. Kesho ndo sikukuu yenyewe sasa. Hi, honey. We're about to land in Nantucket. Haya ni hii video kila wakati anaicheki, kila wakati anaiangalia, inamuumiza sana. Shangazi anampa pole. Katika hali kama hii lazima awe naye karibu, amkumbatie, amliwaze. Why? Anasema kama nilikuwa nimeenda mbali sana, I'm sorry for being... nisamehe sana shangazi. Kama atakuwa amemkosea amsamehe. Usiku umekuwa ni mnene sana. There, mommy. Kuda dadiki zako wewe. Geuka. You think I'm kidding? Hivi unafikiri mimi natania? Turn around! Nimesema geuka. Move. Soga mbele. Katika harakati ya kuvamia ile boat amekuja kumfumania huyo mwingine na ndiye yeye anayemtafuta. Pakachimbika kidogo.
yeye kumdhibiti, anamtia pingu kwanza. You little I hate America jihad. Anasema wewe ni bwana mdogo sana wa kufanya jihadi katika nchi ya Marekani. Wewe ni mdogo sana. Wewe kama gaidi ni mtoto tu. Maniacs. Wewe ni mchizi, au anaweza kusema ni mwandawazimu. Imesababisha mlipuko katika nchi ya New York mwaka 2011. Now here. Well, Tarehe 11 mwezi wa 9 melipua katika nchi yetu 2020 na ngapi ile. Sasa shenzi wewe, mmeniulia na rafiki yangu na leo hii unataka kumuua na mtoto wake. Canada, no credit claim. Babako amelipua treni za chini katika jiji la New York. Leo hii na wewe unataka kuja kumuua mtoto mtu. From your fault. Baba umeshamuua kwa ndege. Shenzi mkubwa wewe. Sasa hii picha nimeipata katika mfuko wa babako. Na pia katika mfuko wako una picha kama hii. Nimekuja kutambua ndio wewe mwenyewe. For me too. Shenzi kabisa wewe. I'm here for justice. Alafu sio mbaya The subway bomb. nikufyeke hapa kwa sababu umeshaniulia. Umeshaniulia rafiki yangu. Kama nilivyomuua babako, nitakuwa na wewe mwenyewe pia. Tateki zako wewe. Shenzi. There was something left. 4 young boys without their mother, their father, a broken, useless wreck. Watoto kama nyinyi ambao mnafuata yale ambao baba zenu wanawatuma, nyinyi sio kuishi, ni wa kuwapoteza kabisa. Father was holy. Before you waste any more than Haya, sasa nataka nijue fedha ambazo babako alikuwa anazitumia kwa ajili ya kufanya ugaidi na majina ya wenzake wengine ambao ni magaidi, ziko wapi hizo pesa? Kuna pesa nyingi sana ambazo babake alimwachia huyu mwana mdogo. Sasa polisi anazihitaji, na hizo pesa alimuuliza tokea zamani yule baba, lakini baba alishindwa kusema pesa ziko wapi. Mr. Les Gardner, they got death. But you don't care. Umeshamuua James Gardner na mke wake, hujajali wala nini. Other people on that subway. Sasa nataka nikwambie kitu, babako alilipua treni katika jiji la New York. Nani mle kulikuwa kuna watu 14, wote wa familia yangu walipoteza maisha. You sure do care about the money. Sasa kama unajali hiyo pesa, utakufa hiyo pesa yenyewe ambayo kama babako akuachia utaweza kuitumia. Kuzi mdogo wewe. Torture you. Cut your fingers off. Gouge your eyes out. But you. Jamaa hataki kusema lolote. Anamsikiliza tu polisi anavyobobwaja. Hataki kuongea kitu. Anamcheki tu kwa jicho baya. Hata kama ungejifanya ni mbabe, mimi uniwezi. Hiyo pesa mimi nitaitafuta, nitaipata. Kuda dadeki. Amemuumiza katika eneo la kwenye tumbo. That's primitive. Aha. Mimi hiyo pesa nitaipata tu. Oh, kumbe mnafanya kazi kupitia mitandao eh? Sasa ngoja niwashe kompyuta. That's just a little too off. Sasa ngoja niangalia hapa chini kama kuna chochote. Hamna eh? Kuna kompyuta chini anaiona na ina flash. Akasema hii flash ni kama babako aliitia kwenye sinki la maji. Deki. Sasa nafikiri hii flash ndio ina akaunti zote za hela. Sasa unajua yeye ndio mshindi, mimi ndio mshindi sasa. The same kind of flash drive. Yaani hii ni kama flash ambayo babako alikuwa nayo. Toilet. Na aliitupa chooni. Just before I shut this fucking thing. Sasa mimi naikamata hii flash na moja kwa moja jamaa kalipuka. Yaani ukichomoa ile flash ndio umeruhusu bomu. Karipuka. Afande kashenda na maji huyo. Marco! Sasa mdogo wake anakuja kesho asubuhi. Nico down here! Niko chini huku. Anakuja kumwona brasa yupo katika hali mbaya sana. Marco vipi? Mbona kama umepigwa? Nani kakufanyia haya? Unahitaji daktari. Twenzetu kwa daktari. Yeah. Akamwambia umeishaleta gari? Anasema yes. Nimeleta gari. Brasa alikuwa anahitaji gari na gari ndio hiyo sasa imeshakuja. Hii gari inaweza ikawapeleka sehemu ambayo inaweza ikawasaidia wao kwa walipua watu wengi. Lakini sasa Brasa hali yake si nzuri. Kwanza alimuomba achukue kisu. Father. Sasa dogo anamuuliza huyu nani? Anasema huyu mshenzi ni FBI ambaye aliua baba yetu.
Ina maana alikuja akakwambia ametulia baba? Anasema yes. Na anafuatilia milioni 5 ambazo babangu ameniachia. Milioni 5? Anasema yes. Milioni 5 baba ameziacha kwa ajili ya kuendesha vita. Sasa hii vita lazima iendelee. Na washenzi lazima tuwaue wote. Wamarekani nataka tuwakomeshe. Sasa alimwambia pesa iko humo. Na mabomu yako humo. Yaani kuna mabomu kama yote. Na haya mabomu wanapaswa kuyatega katika sehemu ambako watu watakuwepo kwa wingi. Na hiyo gari ndio hii kaileta. Lakini cha kwanza mdogo mtu alisema cha kwanza nikupeleke hospitali. Alimleta moja kwa moja mpaka hapa. Na bado wako na yale mabegi yenye mabomu, sijui yalikuwa na hela humo. Hey, Nico. Oh, Nico, mambo? Your help. Nahitaji msaada wako. What's wrong? Does something happen to... Kuna tatizo gani? One of the cab drivers, Anasema wakati naendesha he needs gari, huyu ni mmoja kati ya marafiki zangu ambaye amepata matatizo, naye driver. Kwa hiyo anaomba msaada. well, he's not legal. Anasema he's not illegal. Understand? Kwa hiyo yeye yupo kihalali hapo. Kwa hiyo walikuwa wanaomba msaada. Bring him in. Let's have a look. Okay. Basi anasema ina shida, mlete basi. Amekuja kuomba msaada, rafiki yake ameumia. Ni mmoja kati ya madereva wa taxi. You'll find me. Amepigwa na mteja. Lakini mmoja kati ya watu ambao hajaingia katika nchi hii kihalali. Kwa hiyo ameomba asaidiwe kisirisiri. Kwa sababu akielekea hospitali huyu atahitajika ajulikane ni nani, anaishi wapi, italeta ugumu kidogo. What sort of accident did we have? Wakati ule dogo anatoka nje kuongea na demu wake, Fireworks. na mama sasa anataka kuanza harakati za kuweza kumsaidia huyu. Alikuwa daktari wa zamani, aliacha, lakini sasa hivi ameamua kujitolea. Hey, kumbe umeumia sana eh? Serious. You're gonna need the ER at Mass General. Sasa unahitajika uelekee ER, yani emergency room. Sasa alimuonyesha sura akamtambua. Hii ni picha ya mtu ambaye aliambiwa kwamba ndio kasababisha kifo To call him. cha kakake. Sasa haraka akaandika, huyu ni rafiki wa Nico. This is a Nico's friend. Da, ule jamaa kashashtuka, au mama kashamtambua. Sasa hajatuma ujumbe, sio kashatuma. Jamaa anamnyang'anya simu. Mama kampasulia chupa ya kichwa. Anakuja kutambua ni yule aliyepewa ripoti na rafiki wa kakake. Na ndiye aliweza kumua kakake na wifi yake. Ndio huyu. Mama anajitahidi kujitetea, lakini amekutana na mtu mbadi, nyama. Mama kamalizwa, lakini message ilishakuwa message sent to you, ilishatumwa. Mama kamvizia, kampa. Woo! It's okay. Tell it. Hamna shida, hamna shida. It is okay. A friend of my father showed me out a picture of a man, and He said he killed my parents and now he's trying to kill us. Sasa huyu demu ilibidi amwambie kwamba nimesikia kuna mtu mmoja mbaya sana. As soon as Shangazi kanionyesha picha yake, amekuja kutuua na ndiye aliweza kuua wazazi wangu. yeah, bye. Jamaa kaambia basi ina shida, ina shida. Na anaingia ndani, yupo kwa shangazi huko huko. Stop! He's my brother. We, mwache ndugu yangu, mota kumuua tena. Shangazi katika hali ya kuzubaa akatiwa mkasi wa kwenye shingo. Huyu shangazi ana matatizo, sasa mbona kauawa tena? She didn't do anything. Huyu hajafanya chochote kibaya. He has a picture on her phone. Ana picha katika simu yake. She was a good woman. Alikuwa ni mwanamke mzuri huyu. Fucking blind bitch. Weki, pofu. Wewe uone kwamba huyu mwanamke alikuwa ananiripoti mimi. Ameshanijua mimi ni nani. Ametambua mimi nimemuua ndugu yake. Anasema lakini kwa tunahitaji atusaidie. Tuondoke bwana hapa, hapafai tena. Get the money. Sasa kachukue pesa.
Pesa bado ziko kwenye nani ile kwenye meli. Anasema twende tukachukue pesa itolewe mle ndani. Haraka sana tufanye kitu ambacho ni cha hatari zaidi hapo. Waondoke kwanza. Wait. Get the phone. Wewe ngoja. Chukua simu. Chukua simu ya mama. What are you doing? Sasa unafanya nini wewe? Nico, leave that bitch! Nico, leave that bitch. Nico. Tunduke bwana. Nico, we're running out of time, come on! Nico, tunapoteza muda bwana. Hey, Tilly, how would you describe this shade of red? Wakati ule alimripotia mpenzi wake kuhusiana na huyo mtu. Shosti anajaribu nguo. Kazuri. Kana body manyonyo si mchezo. Huyu ni shosti wake. It might be Nico. Simu inaita labda uenda kwa Nico wako huyo. Ni ujumbe umeingia kwamba huyu ni rafiki wa Nico. Ujumbe umeingia kwamba huyu ni rafiki wa Nico ambaye ndio mtu ambaye amepelekea kifo cha babake na mamake. Anasema acha tu. Namuita huyu kashatimka. Si mapenzi mapya bwana. Nico, tafadhali naomba nipigie simu. please. Tafadhali. Ameshaambiwa kwamba huyu ni rafiki wa Nico ambaye ndiye kaua wazazi. Alishtuka sana. Rafiki mkubwa wa yule binti pia anatoka katika kile eneo, ameenda kununua vinywaji na jioni leo kama kawaida watakutana kwa ajili ya kufurahi, maana leo ndio siku ya sikukuu. Sasa akamwona yule dogo anapita katika maeneo na gari, akampigia simu Nico, rafiki yake. You're burning up. Ase, unajua tu kishenzi. It's Lou. He's a friend. Huyu ni rafiki yangu. It's the same normal. Sasa basi kama ni rafiki yako unapokea simu, usiwe na wenge, kuwa kawaida. Nico, Nico mtu wangu, inakwaje? promises festivity. Kesho umeahidi bwana utaleta mavitu yale ambayo tunahitaji, mapombe nini. Nimekuona unampita hapa. I'm stocking up on booze. Alisema ni kweli, nimekuja kupoteza muda huku kidogo. Kwa hiyo sawa, kila kitu ambacho unasema mimi nitakileta. Hamna shida. We have to take the money off the boat and hide it. Sasa sikiza, chukua hizi pesa kutoka katika boti ficha. Manake kuna watu ambao watakuja kushtukia dili. Yes, and Nataka nilipue hii meli hapa. Yes, ili wasije wakanifuatilia na hata wao wakujue. Wewe utalipua watu, mimi nitalipua meli. Whoa. Free Wow, face plant. naona yuko na mtu. Nani tena huyu? A sad exhibition when a man doesn't know his limits. Anaelekea katika ile boteo kubwa. Amemleta brother. Sasa binti anawahi kwa shangazi kwa sababu shangazi mwenye kampigia simu ampate. Pamefungwa. You need a doctor. Tunahitaji daktari. Hapana. Simu inaita na ni mpenzi wake anaita huyu. Sasa ibidi achukue simu nyingine apige, anatetemeka. Nani unampigia? Hey, Tilly. Hey Tilly. I missed your call. My Samani. is everything. Simu yangu ilikuwa haiko sawa, haina pesa. Niko katika hospitali ya shangazi. Shangazi ajibu simu zangu. Na inaonekana kwamba sio sawa, hakuko sawa. Alimwambia mimi nanunua vinywaji hapa, niko Island Liquor. Basi hamna shida, tutakutana hapo kliniki. Stay where you are. I'll be there as soon as I can. Tulia hapo ulipo, nakuja sasa hivi. No. Niko no, tuna majukumu. Bitch, I can't do it. The Sikiliza nikwambie kitu. I understand. Mimi nataka nilipue hii boti. Na nimeitega na masaa kadhaa tu kama 12. Ili ilipuke, sawa? I'll be back soon. Sasa nachotaka ipeleke beach kule ambako kuna watu wengi. Ilipuke na watu.
Yeye mwenyewe hawezi. Lakini akamwambia Blaza anarudi sasa hivi. Blaza anarudi sasa hivi. Eneo hili la maegesho halina watu wengi. Anamuomba mdogo wake apeleke kule ambako watu wengi watakuwa wako bichi. Here, Chris. She probably took the cab. Shangazi yako alichukua taxi sijui. Bado hajafika huku kazini lakini. Tilly. Oh, jamani Tilly. Freaking out. Jamani nimechanganyikiwa. Honestly, and there's so many crazy things happening before the 4th. Unajua mambo mengi huwa yanatokea katika wakati kama huu. Pole sana. She wouldn't just leave her bike here. Lakini shangazi basikeli yake bado iko hapa. Inaonyesha kwamba hajaondoka. Ama kama kaondoka achukua usafiri mwingine. Nico, do you know this guy? Nico, unamjua huyu mtu? Anamwangalia usoni mpenzi wake. Jamaa akataa anasema hapana simjui. Amemwonyesha picha kumwonyesha ujumbe ambao ulitumwa kupitia simu ya shangazi yake kwamba huyu ni rafiki wa Nico. Go back to work. Basi akasema basi si mbaya. Trouble, honestly. You just go. Basi wewe rudi tu katika majukumu yako. Kwa sababu ni driver taxi na hii ilikuwa ni taxi yake. Anarudi katika majukumu ya taxi. Lakini pale pale binti akaona kuna jambo. Pale pale kwa nini Nico amekataa uisi rafiki yake na kati ni rafiki yake? Sasa anampigia simu mtu ambaye alikuwa ni yule rafiki wa babake. Lakini anapompigia akaambiwa kama mimi umenikosa mtafute mtu huyo hapa, namba zake ni hizi ambaye ataweza kukusaidia. It's Milord. Kwa hiyo ni rafiki mkubwa wa yule rafiki wa babake. Haya, kasherendi yaka hapa kanaanza. Lakini wakati ule jamaa anapokea simu. Oh, my good man. Niambie mtu wangu. Yes, I told you I got you covered. Nimekuambia kwamba kila kitu nitakuletea, si ndio? Really? Ndio nafanya hao maandalizi. Sasa fanya mpango, mpigie binti, hayuko sawa. Mimi mahali kidogo naenda. Olive word. Her aunt is missing it. Work tonight. Oh, yeah. Anamweleza usiku wa leo kuna kitu ambacho anaenda kufanya mahali. Kwa hiyo anaomba ampigie simu binti kama ni vipi awe naye karibu. Haina shida rafiki. Mimi ni rafiki yangu wewe. Lazima nikusaidie bwana. Tusaidiane tu, kwa hiyo hamna shida. Mimi nakusaidia. Wala usijali, usiwaze. You okay? Pretty good view for the fireworks, no? Sasa Braza anamwambia vizuri tukaelekea kule ambako kuna milipuko. Tunapaswa kuelekea kule tukafanye kazi yetu. Isogeze emaili. Lakini chukua kwanza hizo pesa ambazo ziko hapo. Pesa zote zichukue hizo, zikahifadhi mahali. Hizo pesa ni kwa ajili ya majukumu ya kazi ambayo wazazi wetu wametuachia. Na hiyo sasa ni mrisi peke yake kwa sababu mimi nakufa. Mimi siwezi kuishi tena. Okay, you can still go home. Sasa kama mimi nakufa, wewe ndiye utabidi uifanye kazi hiyo. Final glory, Hugo. You make us proud. When it's finished, just disappear. You did not know this. Father was trained by the Americans to do their dirty work overseas. He fought his Muslim brothers on the promise of a visa, better life, education for you. But they betrayed him, his so-called nation of immigrants. They denied the visa. They send our mother back home in shame where she is stoned to death. I wish that you would come with me and father to London and North America with mother. But mama... So tomorrow... Kitu wewe, sikiza nikwambie kitu. Babako ndio babangu mimi. Alifundishwa ugaidi na Wamarekani kwa ajili ya kutumikiwa. Awatumikia Wamarekani wakamfanyia ugaidi na wakamgeuka. Yaani kwamba huyu baba aliandaliwa kuwa gaidi kwa ajili ya kuzishambulia nchi nyingine kwa niaba ya Wamarekani. Lakini baadaye yule baba akanunuliwa na watu wengine. Sasa ikawa balaa. Wamarekani wakamgeuka. But I had my America. And you never did. Don't be a fool. Don't
Our cause is true. Your family is true. Your brother is true. Your legacy to this day and to me. That is your oath. You understand me, little brother? That is your oath. You understand? Now go. Do your duty, go. Sasa braza kashamweleza kwamba ana wajibu wa kufanya kazi ile ambayo babake ameiacha, kama yeye alivyokuwa anakamilisha majukumu ya baba. Achukue kwanza ile pesa kaifiche mahali watu wasione, alafu sasa hii boti ataisogeze mwenyewe mpaka pale pwani watu wanakosherekea, ili akawaripue. Maana kidogo ameshindwa kuipeleka ile boti huko, kwa yeye ataipeleka kule ambako watu wanasherekea. Watu wanasherekea usiku mpaka asubuhi, watu watakula bata. Hali inakuwa si nzuri kwake, si rahisi aisogeze hiyo boti. Mdogo mtu kachukua pesa, anaenda kuhifadhi mahali bilioni takribani kadhaa. Ameshafanya kila kitu alichoambiwa na braza kuhusiana na pesa. Amekuja kuhifadhi hapa, hakuna mtu yote anaweza jua kwamba kuna kitu kimehifadhiwa hapa. Akachukua simu sasa, anaamua kujirekodi. Asubuhi ndio hii hapa, kumesha kucha. Starehe zimeanzia hapa asubuhi. Watu wameanza kula bata. Idadi hii kubwa ya watu ndiye ambayo ilikuwa braza anaitaka hii. Watu wamesherekea kuanzia jana usiku mpaka sasa. Amemchukua demu wake, na kumbuka katika gari nayo pia kulikuwa kuna mabomu. Achana na ile ndege na ile meli tu peke yake, hata na humu nako pia kuna mabomu. Chris? I got back at 3 a.m. She still wasn't home. Anasema mpaka sasa hivi mimi nimerudi saa 9 huku nyumbani. Hajarudi mpaka sasa hivi. Amefunga baa saa 9. Amerudi nyumbani, hajarudi. Ujamaa anajua kwamba kitu gani kilichokuwa kinaendelea, ya kwamba huenda anamtafuta shangazi, na shangazi kashauawa na braza. Thanks. Na rafiki wa shangazi ndio hivyo anamwambia hajarudi nyumbani mpaka sasa. Kuna mabomu yako humo katika hiyo mifuko. Yeah, I just wish it was you and I. Not into big crowds. Naona kuna idadi kubwa sana ya watu kule mbele. We should take a walk or something. Sasa tutoke nje kidogo na hapa, tukatembee mahali ingine. Akamwambia sawa, hamna shida. Nico, my man. Niko mtu wangu. Are the goods in one of these oh so... Yani bora hata kama umekuja, maana ilikuwa tunajua huu mzigo ukuhusu. Better watch out for... Yani mzigo ndio ule una mabomu sasa. And too soon now. Hamna shida. Nimekuja na vitu vingine vingi sana. Hii mizigo mingine haikuhusu bwana brother. Hii mizigo mingine iache kama ilivyo. Not so much. I'll see you soon. Tunaona baadaye kidogo. I think Lou likes the puppy. My God! Oh, Mungu wangu. Shasti umekuja afu na mbwa mzuri jamani. Kajibwa kazuri. She's a present from Nico. Anasema hii ni zawadi kutoka kwa Nico. Lakini ameshafahamu Nico anamficha kitu. Sasa hapa cha maana ni kumvizia Nico alafu na kumkimbia afanye kitu. Something out of the truck. Okay. Nico anacheza, lakini muda wote anaangalia ile gari mtoto asije akaigusa. Yeah, can I pet him? Well, him is a her.
She's almost as beautiful as you. Oh, you're charming. I try. So, Nico, can you confirm who went that glorious yacht offshore and explain why your dear friends have been denied access? Just a second, Luke. What yacht? Kuna meli ambayo iko mbele kule ambako ni meli ya ndugu yake na jamako huyo. You saw Nico there? The gentleman Alimwambia muone hii picha ya rafiki yako. board is a Amemchukua jamaa yake akampeleka mle ndani. Aliposikia hivyo, Demu haraka haraka anabadilisha nguo. Labda huenda ndio huyo mtu ambaye kaua wazazi wake. Na huenda labda ndiye alimteka shangazi. Hey, that's my board! Wewe! Umechukua kibwana changu wewe unaenda wapi? Ile meli jamani ndo alikuwa anaisogeza mdogo mdogo, lakini imekwamia kule. Huenda labda ameshindwa kuja nayo. Binti haraka sana anaingia kwenye maji kumfuatilia huyo mshikaji. As the hour arrives to spark up, Oya, inakuaje? Mambo vipi? our dear flower impulsively decided Alafu demu wako yule kule ameamua kuelekea katika ile boti ya ule mshikaji wako ambao jana nimekuona kama umeshika naye hivi, alafu ukamwingiza kwenye ile boti. Alivyosikia hivyo na yeye haraka akaingia kwenye naye kuiona ile boti ya ndugu yake, na hatimaye amekuja kushtukia jambo. Sasa haraka na ilibidi amfukuzie asiende akang'amua kitu, lakini binti akawa tayari kashafika. Binti na anakuja kugundua kwamba huyu mtu kumbe na urafiki mzuri sana na huyu jamaa. Huyu jamaa tayari kashakufa huyo hapa, lakini ni yake na makusudio ni kuja kumtafuta shangazi kwa sababu shangazi kapotea. Anatafuta kila mahali. It's your friend, isn't it? Kumbe rafiki yako si ndio? You lied to me. Ulinidanganya. Alisema huyu ni kakaangu, sio rafiki, huyu ndugu kabisa. My brother. Your brother? Ndio. Ndugu yako? Did he kill my parents? Ameua wazazi wangu huyo. Anasema I don't know, sifahamu kama ameua ndugu na wazazi wako. Sasa nauliza shangazi yuko wapi? Shangazi Jeni yuko wapi? your aunt. She was trying to help. Anasema nilimchukua huyu, alikuwa ameumia vibaya, nikampeleka kwa shangazi yako. Shangazi yako akapigwa na huyu, sababu shangazi yako alimshtukia na anakuja kumshtukia kwamba brother tayari kashakufa. Sasa anamzuia asiende kutoa ripoti yote. Please, Billy, you should have. Wewe niache. Kumbe naye pia ni muhusika. Utakuwa muhusika kifo cha wazazi wangu. Mbona uko unanificha? Kumbe ni ndugu na huyu, mpo pamoja. I had a family too. Marco was all I had left. Alisema yeye ni ndugu yangu, tumezaliwa chukua sisi tu. Sasa ulitaka mimi nimripotia kwamba ndio yeye mbaya na kati sina ndugu mwingine zaidi yake. Wazazi wake wote wamekufa. Yule ndio pekee aliyesalia. Sasa hawezi akamripoti. Hata kama ni wewe. Go put bombs in the cooler bags. Kama nimefanya makosa mpenzi wangu nisamehe tu, lakini usiende. He explained, Billy. Wewe ngoja. Bwana nipige tena. Mimi si mtu mbaya bwana. Kusema kweli Niko si mtu mbaya hata kidogo. Angekuwa ni mtu mbaya, angemzuia binti na kumuua na yeye. Lakini alishindwa kufanya hivyo. Binti akadanki hapa akazuia kamba. Yes, akafanikiwa kujizuia. Jambo jema sana. Ameshamuumiza Niko maskini. Na Niko anazama ndani ya maji. Na Niko sidhani kama ataweza kuibuka kwa sababu kapigwa vibaya mpaka ningia kwenye maji kazirai, kwa hiyo binti kaua. Alichokifanya ni haraka sana kuingia kwenye maji ili kuweza kumsaidia Niko. Niko mbaya zaidi pia hajui kuogelea. Niko kazama chini. Binti ameshindwa kumfuata.
kuna vitu kama vinalialia twitching. Huyu mtu ana saa, dakika zimebaki ni 4 na amesha seti masaa yote, zimebakia dakika 4 na sekunde kadhaa. Binti kaona hapa nitakufa. Alichokifanya haraka ni kutoka katika lile eneo, na ule jamaa alikusudia iboti isogeze mpaka pwani ilipuke na wa jamaa. Sasa amekufia njiani, boti ikakwamia hapo. Watu wajui chochote, wanaendelea kula bata batani, si mchezo. La haula wala quwata, haya mabegi yenye mabomu inakuaje? Alisema kuna bomu, kuna bomu, kuna bomu. Polisi wanashikwa huko. Polisi wanawashika watu. He's right, no bomb. It's just a cooler full of shit. Alisema ni kweli, lakini kuna vinywaji tu huku, hakuna bomu. Tilly, I'm Agent Hanley. Polisi amekuja huyo hapa kufuatilia hili jambo kwa sababu ameshafahamu muhusika amekuja kuleta matatizo hapo. We got here as fast as we could. Where's the suspect? Sasa tumekuja kumtafuta mtumiwa. Mtumiwa uko wapi? Dead on the boat. Anasema amekufa kule kwenye ile boti. Na huyo boyfriend wako yuko wapi? Bottom of the sea. Amezama kwenye bahari. Your godfather? My partner, Regent Control? Huyo Godfather ambaye alikuja na babako wote walikuwa ni watu wangu, na mimi ni kiongozi wao wa polisi katika mkoa wa jiji la New York. Mimi ndio bosi wao. Mimi chief. He just might make it. Anasema bahati mbaya umepoteza maisha wote, lakini sio mbaya. Tunaandaa boti ili kuweza kuifuata ile boti nyingine tuweze kuwatambua hao wahalifu. All right. Wamekuja mpaka wateguaji wa mabomu. Pool was just filled with champagne and ice, so nothing consistent with the night. Lakini umeweza kuona katika yale masanduku hakuna chochote. Yale ambayo sisi tulikuwa tunatambua kwamba kutoka kuna mabomu. Kumbe yule bwana hajabeba mabomu yoyote kuleta hapa. Niko alikuwa hataki watu wapoteze maisha, na ndio maana hakuleta bomu lolote hapa. Sekunde zinaisha. Polisi kabla hawaja kwenda kuangalia ile boti ni aje. Mabomu yanafikia wakati wa kulipuka. Sekunde 4. 3, 2, 1, 0. Kabum. Zoezi la muuaji limeshindwa kufanikiwa. Amelipuka ndani ya boti yake. Binti ameua mpenzi wake. Yule jamaa alikuwa si mtu mbaya. Sio kwamba kaka jambazi, baba jambazi, naye pia ni jambazi. Yeye aliokoka. Kuna ujumbe unakuja. Ujumbe huu umemfahamisha kuna mali aende katika mti huo na chimbe chini kama futi 10 hivi. Kuna kitu atakikuta. Basi alikwenda, katika hali ya kwenda anakutana na mihela. Na rafiki yake endeleza kumsaidia. Yaani wabaki na kumbukumbu ya mbwa wake tu ule bwana. Na huu ulikuwa ni ujumbe wake Tilly. Na hii ilikuwa ni bracelet ya shangazi Serenity. Shangazi aliuawa na kakake na jamaa, akauchukua huu ujumbe akauweka hapa. My dear sweet little. My dear sweetie Tilly. This is for us. Always loyal to you. Siku zote nitakuwa ni mwaminifu kwako. Na haka nika ujumbe ambacho alikarekodi ule bwana kabla hajapoteza maisha na kumfahamisha ni nini ambacho alikuwa amekifanya. I know I've made some mistakes. Najua nimeweza kufanya makosa. Prepared to pay the price. Lakini nimeamua makosa yangu kuandaa zawadi kwa ajili yako. Of a way to know. Natumaini watu wengi watapoteza maisha, lakini si matumaini yangu ya hivyo. Nimejitahidi kila ninavyoweza kuepusha watu wasipoteze maisha juu ya huyu kakangu na dhamira yake. Nilijaribu kupindisha kila alichokuwa anataka kukifanya. Who is my brother? Marco ni ndugu yangu. Coming. Sawa, sikujua kama alikuwa anakuja hapa na sikujua kama angeweza kumuua shangazi yako. Ningejua ningezuia yote yasingetokea. Decided to take your advice. Lakini ndio bahati mbaya imeshaanza kutokea. Na mimi nimeona haiwezekani wapoteze maisha wote. Unapopata huu ujumbe, basi kaa utambue
kwamba mimi nitakuwa tani nimeshapoteza maisha, na hiyo ni zawadi ambayo mimi nimekuandalia. Hiyo pesa ambayo nimeiacha hapo, utajua mwenye cha kufanya. But I love you, Tilly. Lakini kiukweli nakupenda Tilly, And I'm loyal to you. na siku zote mimi ni mtiifu kwako na mwaminifu sana. I love you. I love you, Tilly. Ameua mpenzi wake maskini bila kujua yeye si mtu mbaya, lakini hata hivyo atakuwa amelipiza kisasi kwa yote ambayo ameweza kutokea, na ameweza kuwa sasa mtu ambaye hana shaka katika maisha yake ya kufuatiliwa na mtu yote. Bwana, bonge kitu hapa wanaita Dead Reckoning kutoka idara ya Acheche. Namaliza kitu kama hivi. Bwana, zile pesa ilibidi zigaiwe kwa watu ambao wana mahitaji maalum na waliopata majanga mawili matatu, lakini nyingine zikabaki kwa bendi kwa sababu zilikuwa ni bilioni takriban 12 za Kitanzania. Mimi ni DJ Maki, ni DJ Machine, mzee idara ya Acheche. Namaliza kitu kaa hivi. Tutaonana katika vigongo vingine kama kawaida za So would you sell your soul so nothing will